Mathayo sura ya 19 kuanzia mstari wa 23. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 25, wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yafanya nini? Yawezekana. Mstari wa 27 anasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Hiyo ndio ilikuwa condition, kwamba ili umtumikie Yesu wakati wa huduma yake duniani ilikuwa uache vyote ufanye nini? Umfuate. Wavuvi wakaambia waache, wakaacha chombo pamoja na baba yao, wakamfuata Bwana Yesu. Haleluya. Yule mkubwa mmoja akaambiwa, umepungukiwa jambo moja, nenda kauze vyote wape maskini, kisha unifuate. Kwa hiyo maisha haya yaliwezekana kwa sababu baada ya kumfuata Yesu hawakupungukiwa. Walipomfuata Yesu hawakufanya nini? Hawakupungukiwa. Hawakuhitaji tena samaki zao ili waishi, lakini walimhitaji Bwana Yesu. Walipopungukiwa mikate, Yesu aliinua macho juu, wakala mikate wakashiba. Walipopungukiwa samaki, Yesu aliinua macho juu akabariki, wakala samaki wakasaza. Tunaenda pamoja. Ndio maana akawaambia, msalipo semeni hivi, Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Ilikuwa ni kiu ya Bwana Yesu, alikuwa ni tamanio la Bwana Yesu kuona kwamba watu wale wamwamini, wakimwamini waje kuenjoy maisha ya ufalme wa Mungu. Wapi? Duniani. Ndio maana hakusema kwamba utuchukue tukufuate ufalme wako mbinguni. Ufalme wako uje. Wangapi wanaanza kuelewa? Wangapi wanaanza kuelewa? Praise the Lord. Praise the Lord. Petro anauliza, sisi tumeacha vyote. Mstari wa 27, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Maana akajua swala la kuingia kwenye ufalme kama vile halifanyi nini? Haliwezekani. Kwa hiyo waliacha. Huo ndio utumishi uliokuwa. Haleluya. Ingawa Yesu baadaye alimjibu akasema, ninyi kama tunataka, hebu tusome. Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Haleluya. Amen. Kabila 12 za Israeli. Leo usimwahidi mtu kwamba acha vyote utaketi pamoja na Yesu ukihukumu. Hakuna. Viti ambavyo Yesu ametoa ahadi ni viti vingapi? 12, kwa mitume 12 kuhukumu kabila 12 za Israeli. Full stop. Hakuna tena. Ndio maana leo tafuta huduma yako inasemaje. Huduma yako haihusiane na kuacha vyote. Tutaona nisiwahi haraka. Praise the Lord. Hallelujah. Kwa hiyo wameacha vyote. Pamoja na kuacha vyote, hawakuwa na njaa kwa sababu walilishwa. Hawakuwa na kiu kwa sababu walinyweshwa. Lakini juu ya hatima yao akaambia, msiwe na wasiwasi. Sio kwa sababu ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Ninyi mliokidhi vigezo vya kuacha vyote na kunifuata, mrelax. Ninyi mtaketi katika, mwana wa Adamu atakapokuja katika ufalme wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihukumu kabila 12 za nini? Za Israeli. Israel centered. Wale walimu wanajua kwamba
Kuna namna ambayo ya ufundishaji inaitwa student centered. Mwalimu, sio unajua hiyo? Yes. Student centered. Maana yake mwanafunzi anapewa nafasi zaidi ya kushiriki katika kujifunza na ujifunzaji. Kwa hiyo huduma ya Bwana Yesu duniani ilikuwa ni Israel centered. Say after me. Israel centered. Israel centered. Say after me. Israel centered. Israel centered. Kwa maana kila kitu anawaambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israel. Anasema tena, ninyi mnapoenda katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israel. Anakuja hapa Petro anamuuliza, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Akawaambia, msijali. Ninyi mwana wa Adamu atakapokuja katika ufalme wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkihubiri, mkihukumu kabila 12 za Israel. Well, the ministry was Israel centered. Ilikuwa imejikita katika Israel. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ndio maana wakati Yesu anamaliza huduma yake, hilo nisiliache kwa faida ya wengi, kusisitiza hiyo kwamba Israel centered ni nini. Yesu wakati anamaliza huduma yake, Yesu alikuja akaanza huduma. Wakati anaanza huduma, aliingia katika sinagogi, akachukua chuo cha nabii Isaya. Biblia inasema akatafuta mahali palipoandikwa. Akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kwa ubiri maskini habari njema. Kuwafungua waliofungwa. Haleluya. Baadaye akawaambia, tazama maneno haya leo yametimia masikioni kwenu leo. Ilikuwa ni masikioni kwenu au machoni penu? Masikioni mwenu leo yametimia. Kwa hiyo Yesu akawa anaonyesha kwamba huu nabii umetimia. Akaanza kufanya huduma sasa kutimiza ule unabii mpaka mwisho. Ukisoma katika Luka sura ile ya 24 mstari wa 44 pale anasema wakati wanafunzi wake wanashangaa yale yaliyotokea yote, akawaambia, hayo ndiyo niliyokuwa nikiyasema ingali ni pamoja nani, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na Zaburi na nini na manabii. Kwa hiyo maana yake yote yalitimia. Yalivyotimia, wakati Yesu amemaliza kazi duniani, akatoa ripoti. Ukipewa kazi na bosi wako baba, lazima urudishe taarifa. Sio bosi amekutuma kazi, umerudi unajificha ficha tu. Toa mrejesho. Toa nini? Na Yesu akawa anatoa mrejesho. Mnataka kusikia mrejesho Bwana Yesu kwa baba yake? Kama ndiyo sema amen. Kama ndiyo sema amen. Yohana sura ya 17. Biblia inasema, maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Analeta mrejesho. Ameimaliza. Na miongoni mwa feedback alizokuwa anazitoa, mstari ule wa 9 anasemaje? Mstari wa 9, kama umefika mstari wa 9 tusome wote kwa sauti kubwa kama vile. Mstari wa 9 anasema, mimi nawaombea hawa, si uombei ulimwengu,
bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Imagine Yesu anasema nimemaliza kazi uliofanya nini, ulionipa. Sasa na sehemu nyingine anasema Baba unitukuze sasa kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nao kabla ya ulimwengu kuwepo. Mwisho anasema mimi nawaombea hawa. Siuombei ulimwengu. Kwa sababu gani? He didn't come for the entire world. He came for the lost sheep of Israel. Say amen somebody. Wangapi tunaenda pamoja? Anafunga hapa huduma yake. Anawaambia Wayahudi maneno haya yametimia masikioni mwenu leo. Ni kwa hadhira ya Kiyahudi. Anafunga, anasema Baba mimi siuombee ulimwengu, nawaombea hao. Hao ulionipa. Am I talking to somebody? Kwa hiyo mpaka anafunga bado amekaa kwenye mipaka ya hadhira aliyokabidhiwa, ambayo ni kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Ya Israeli. Wakati huo jamii ya mataifa, sio kwamba Mungu alikuwa haijui, ilikuwepo, lakini haikuwa katika mpango wake. Haikuwa katika mpango wa unabii. Am I talking to somebody? Amen. Tutafika huko. Kwa hiyo wanafunzi na wafuasi wa Bwana Yesu sasa wakaona maisha ya kuuza vyote yanawezekana. Kwa sababu maisha kwenye ufalme unaweza ukala na kunywa pasipo ya kufanya kazi, si ndio? Yesu akafa, akazikwa, akafufuka pasipo ahadi ya ufalme kutimia. Matendo ya Mitume sura ya 1. Ndio maana hata Yesu alipowatokea baada ya kufufuka, akina Petro alimuuliza, Bwana, huu ndio wakati ambao unawaletea tusome nisiharibu uhondo. Matendo ya Mitume sura ile ya 1 mstari wa 6 inasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Aya. Ndipo unapowarudishia nani? Israeli. Nani? Israeli. Nani? Israeli. Nani? Israeli. Walijua hilo, kwamba ule ufalme ulikuwa ni kwa ajili ya nini? Ya Israeli. Yesu amefufuka, wanakutana naye, the same question, kwa sababu walikuwa hawajaupata nini? Ufalme. Ndio umekuja sasa, umetutokea ili uturudishie ufalme Israeli. Biblia tamu sana. Haleluya. Anasema, akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kwa hiyo swali, je, walipata ufalme? Hawakufanya nini? Hawakupata. Tunaendelea vizuri sasa. Kwa hiyo pamoja na Yesu kuwafundisha juu ya injili ya ufalme, maisha katika ufalme yatakuwaje, kwamba wakimwamini yeye na ufalme wa Mungu ukaja, wataishi zaidi ya ndege wanavyoishi angani, zaidi ya kunguru. Tumejifunza hapa, si ndio? Wataishi hivyo, hawatahitaji kulima. Na ndio maana walipopungukiwa mikate, yale makutano wakamwambia, Bwana, huu muda umekwenda na huku, hebu waruhusi, hapa ni nyikani, waruhusu watu hawa waende huko vijijini wakanunue nini? Chakula. Akamwambia, tulieni, hamjui ni mimi nahubiri habari ya ufalme wa Mungu. Kidogo kilichokuwepo, akainua macho, akabariki, wakala maelfu. Haleluya. Sehemu nyingine tena wakala maelfu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Sasa Petro na Yohana na Yakobo na mitume wengine ambao waliacha vitu vyao vyote wakamfuata, kwa nini wasiamini kwamba maisha